go. No more silence, no more fear for the fishers with the fake idea. We see the scams, we know the tricks. We are the firewall, we are the fix. We're strong. Mimi siku moja nilikuwa nilioda tu maua. Nilikuwa nampelekea dada yangu, dada yake. Nimempa yale maua, nikampiga picha hapo, nikamposti labda status yangu mimi kwamba happy birthday kwa dada yangu hivyo hivyo. Then yule mtu ambaye nimenunua maua kwake akaichukua ile picha yangu, akai screenshot, repost kwenye status yake. Of course yeye anataka ku attract more wateja, more nini, lakini ile ningeamua kuichukulia labda hatua ile, anaweza kupatikana na makosa kwa sababu ameipost ile picha bila idhini yangu. Mimi nimeweka kwenye status yangu, sijategemea yeye aichukue tena aipost pale. Lakini mimi sikuchukulia vibaya kwa sababu ila nilivyoona hii nikasema this is a case ambao I could a person can easily, kama mtu hajapenda anaweza kweli akachukulia tu kwa kwamba huyu mtu anatangaza biashara yake. Sawa. Hizi mnaenda masaluni, mnapigwa picha, wanatangaza nywele, picha zenu zinatumika, zinakuwa mtandaoni, watu ndio wanapata picha zenu kule, wanaanza kuzitumia kwenye applications. Kwa hiyo pia overexposure kwenye social media pia huwa inatuhatarisha in some way. Okay. Yeah. So, kesi ya tatu na ya mwisho ambao tutaiongelea leo ni kumekuwa kuna kitu kinaitwa cyberbullying ambayo kwa sijui ni ikaje wa Kiswahili, lakini watu labda anatumia mtandao wa social media kuweza kuintimidate mtu mwingine, anamkosesha uhuru, labda anamsema, anafanya nini na vitu kama hivyo. Sasa na hii pia wewe unaweza kuizungumziaje kama mtandao? Cyberbullying sasa inatokea kwa mtu ambaye pia haelewi haki zake ama hazifahamu haki zake na anaweza kufall kwenye trap kirahisi. Kwa mfano, mtu anaweza akawa ndo amechukua video yako afu akakutishia akakwambia, kwa sababu tayari hiyo ni cyberbullying. Mimi nimechukua ninakwambia usiponifanyia hivi na kublackmail, kwamba usipofanya hivi usipofanya hivi hii video naiachia huko, familia yako ataona, au nawatumia familia yako wote wanaona, babako, mama yako, vitu kama hivyo. Kwa mwisho wa siku it narrows down to being careful na being skeptical, especially with video taking ama ni kupikwa expose your personal data. Be very skeptical. Uliza maswali. Mimi nakuja kulala kwenye hoteli, unaniuliza nakaa mkoa gani, hiyo itakusaidia nini? Ama labda no, that is not even very personal. Probably labda unataka kujua vizazi vyangu na vizazi, hiyo sitakiwi hata kukwambia. Yani unatakiwa uulize hii data itawasaidia nyie kufanya nini? Je, mna mamlaka na compliance ambazo zinahitajika au setups in place waruhusu nyie kukusanya this kind of data? Kwa hiyo organizations zinachukulia hivi vitu kawaida, lakini yani ninaweza nikasema kwamba organization ya wafanyakazi wote zaidi ya 10 au 5 inatakiwa pia iwe na data protection compliance, kwamba kwa sababu tayari pale unapoajiri mtu unakusanya taarifa zake binafsi, jina, sijui email, phone number, wazazi, yani wale immediate emergency contact au next of kin, unachukua gender, wengine hadi blood group, zile kwa ajili ya NIDA, kwa ajili ya probably insurance purposes, unachukua the history za ugonjwa kama una nini. Kwa hiyo vitu vyote especially kwenye sensitive sensitive sectors kama afya, hazitakiwi kuvujwa hizo personal data, yani hazitakiwi kabisa, kwa sababu zinaweza zikasababisha pia naweza nikasema what do they call it, inaweza ikasababisha kunyanyapaliwa kwenye community. Mfano wewe wakakujua leo una ukimwi, utakuwa unyanyapaliwa. Hata kazi unaweza kukosa kazi yako kwa sababu ya kuvujishwa kwa taarifa zako binafsi. Okay. Hapa
kwa faida ya mtu ambaye anatusikiliza muda huu, nikirejea kutoka kwenye hizi sheria za matumizi ya mtandao au sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015, hiki kifungu cha 23 cha kwanza kinasema mtu hataanzisha au kukadimisha mawasiliano yoyote ya kielektroniki kwenda kwa mtu yoyote kwa kutumia mfumo wa kompyuta kwa lengo la kulazimisha, kutisha au kunyanyasa au kusababisha mauzi ya kihisia. Endapo mtu atakiuka kifungu kidogo, atakuwa ametenda kosa na atawajibika iwapo atatiwa hatiani kulipa faini isiyopungua shilingi milioni 5 au kutumikia kifungu kwa kipindi kisichopungua miaka 3 au vyote kwa pamoja. So from this statement it show how serious it is. Maybe naona hapa kuna issue. Unaonekana sheria zipo sema wewe kama mtaalamu, je, kuna kesi yoyote ambayo kusikia watu wameweza kuchukuliwa hatua kutokana na maudhui yao ambao waliweza kuyaweka kwenye majukwaa tofauti ya mtandaoni? Ndio, si tunaona the most recent case ya Jamii Forum wameweza kuweka maudhui kuhusu okay, naweza nikasema ile sio personal data, tunaweza tukaenda maybe kwenye upande wa cybercrime, lakini wameweza kutoa maudhui ambayo hayaendani na TCRA wameweza kutoa hilo tangazo na jukwaa hilo kufungiwa kwa muda kwa sasa bila kutoa taarifa kwa I think muda kama wa miezi 3 imeshatokea. Lakini pia kuna pia majukwaa mengi ya taarifa za mtandaoni yanafungiwa kutokana na kutoa taarifa ambazo sio sahihi, kwa sababu mwisho wa siku unapotoa taarifa sio sahihi unasababisha misinformation na disinformation, na mpaka ile taarifa inakuja kutangaza kuwa sio sahihi tayari imeshasambaa kwa watu wengi. Ndio maana ukiona majukwaa mengi ya taarifa ya habari yanasisitiza kwamba taarifa zote ambazo zinahusishana na majukwaa hayo zipatikane katika official pages. Sio kukuta page nyingine wanakuwa wametoa kabisa official page zao kwamba ni hivi, kwa sababu na wao wakionekana wametoa taarifa zisizo sawa kwenye majukwaa yao wana hatari ya face legal issues ama legal compliances. Okay. Naweza nikasema pia hata kwa watu binafsi sasa nahisi watu wanachukua hatua sana zikiwa ni organizations, probably wanaona they can gain from lawsuits. Lakini pia niweza kutoa mfano wa kuna kesi iliyotokea Qatar, iliface Qatar Airways, yani pale Doha kuna mtoto aliokotwa kwenye dustbin ya airport pale Doha. Kwa hiyo shirika la ndege la Qatar likachukua ama uongozi wa Qatar ukachukua hatua ya kusimamisha ndege zote ambazo zilikuwa zinasafiri wakati ule, kuweza kuwasearch wanawake wote, kwa sababu ile mtoto alikuwa ni mdogo sana, alikuwa kama labda na siku 2-3, kusimamisha safari zote ili kuwakagua wale wanawake kwa kuwafanyia vipimo ambavyo viko rigorous ili kuweza kujua labda ni nani aliyekuwa ameacha yule mtoto pale. Lakini kati ya wote ambao walifanyiwa hivyo vitendo ambavyo vinaonekana kwao vilionekana kama vitendo vya kiunyanyasaji, waliweza ku fine lawsuit kwa Qatar Airport, na watano kati ya wote waliofanyiwa hivyo vitendo, 5 waliamua kufanya lawsuit ili kuisue ile airport kwa ajili ya vitendo walivyofanyiwa ambavyo vilikuwa nje ya idhini yao na havikuwa sahihi kwao. Kwa hiyo walishinda hiyo kesi, honestly walishinda. Kwa natokea inafuatana na awareness ya mtu na sheria, kwa sababu pia walikuwa na msimamizi wao ambaye alikuwa mwanasheria wao walikuwa wanasimamia. Kwa hiyo mtu ambaye anaitambua sheria za nchi yake anaweza, ama sheria around the digital space ni rahisi. Lakini sasa kwa taifa letu watu wengi hawako aware. Mtu anajua ndio hataki kuiba nini, lakini hizi sheria za kidigitali
zimekuja kwa wimbi kubwa wakati huu na watu wengi hawana uelewa, na naamini kupitia hii Cyber Swahili podcast unaweza ukawafikia Watanzania wengi hasa wenye hali ya chini, ambao hata ukienda tu pale unaweza ukakusanya data hata kizazi chake chote bila yeye kujua, na atakupa willingly, wala hajui sheria inasemaje, hajui digital rights inasemaje, hajui hata anaweza nikaenda mimi huko nikatumia bila yeye kujua kwa nini, kwa matumizi ambayo sio sahihi. Kwa hiyo nafikiri awareness pia ni muhimu sana, hasa ili watu watambue haki zao. Okay, so Ms. Levina, if someone listening right now and wants to do a 5 minutes privacy checkup on their phone, what are 2 most impactful settings they should check immediately? Well, you should check which applications you're sharing your location with, and I can say applications nyingi unapoanza kuregister, they always ask for your location, kwa sababu hapo ndipo inapoanzia location yako. Mtu akishajua location yako, they know where you go, they know where you are, kwa sababu you're with your device everywhere you go. So that privacy check is very important. Sharing your location unnecessary in mobile apps. And also kuna sites ambazo ukifika zinakuomba maybe we want to track nini. Okay, the most nanili ambayo naweza nikasema pia to access your gallery. Many applications, kwa mfano hata Instagram, TikTok, nini, they will ask you to access your gallery. Or Snapchat, they will ask you to access your gallery. Do you give direct access or do you give limited access? Kwa sababu hizo options zote zipo, kwamba I don't want you to have access. Kuna applications zingine ambazo ndio zinakulazimisha, of course, and if you want the service you might adhere to that, but kuna zile ambazo zinaomba. And the third and I can say the last one from me is cookies. Those cookies in websites, you just accept. Those cookies are actually collecting a lot of information from you. Those scrapping zinapoanziaga hapo, watu wanaotuma hizi random USSD messages, buzzing your phone, na hizi bulk messages unazipata kutoka kwa maduka hata usiyoyafahamu. They do web scrapping, or they get all that information, phone numbers ambazo umesave kwenye Google, because Google is the most used. Kwa hiyo wanazichukua zile, then they start bombarding our phones with that. So it's very important to choose your cookie settings ukiwa na visit any site. Okay.